na lazima uige. Bila kuiga lazima kutupwa na kukataliwa. Bila machozi ya Kristo tusingeweza kufikia hapa. Kwa ajili yake tupo leo, tunamsifu Mungu. Tupo tunamwagiza shetani atii. Tupo tunamwagiza pepo jini anyamaze kule, asimame, ageuke, nimpatilize adhabu. Inama shetani, inama pepo, inama jini, anainama. Nimemwapiza, ninamwamuru kwa mamlaka tuliyopewa. Inuka atainuka, inama atainama, kaa atakaa. Inuka tena, piga mark time, atapiga, hata omboleza anaumwa. Hakuna lingine. Haleluya! Tunayo mamlaka hayo tumepewa, na umepewa wewe mwenyewe. Tumalize vizuri tu wana injili. Tumeshafika tayari, usikome mwisho. Kila mmoja aonekane anapata taji. Fanya kazi ya injili, fanya kazi ya mhubiri, walete wengi. Kila mahali tunakwenda tunaona maajabu na miujiza mikubwa Mungu anaitenda. Hata hapa Dodoma mmeona Bwana ametenda miujiza mikubwa hapa. Kila mahali tofauti tofauti anajulisha yeye ni Bwana, Mwana wa Mungu aliye juu, ambaye siku ile tutamwona na kupiga makofi na kushangilia. Haleluya. Ninazo habari njema ziletazo amani kwa watu wote. Unapenda nikwambie? Shikamaneni namna hii, mkikunja mikono yenu kwa Mungu aliye hai. Na watakia kufanikiwa. Usiabudu bila kuhakikisha nitaingia mbinguni. Kila dosari chukia kukaa nayo. Kila dhambi kikunasa ghafla, omboleza na kujuta. Halafu harakisha mno umhamishe shetani. Unao uwezo wa kuiamuru dhambi kutoroke. Unayo nguvu, maana alisema nimewapa amri, mamlaka, kukanyaga nyoka na nge. Nyoka kukanyaga dhambi, nge ni kukanyaga magonjwa na tabu, maisha magumu. Umepewa amri kuyafagia yote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo una tegemeo ya kufikapo mabaya. Changamka, ujue Yesu yupo pale pale ulipo. Ukiliita jina hilo anatokea. Ndipo wakati majeshi ya mashariki atakaposema tuiteke dunia nzima, wanajiandaa kuvamia kuanzia magharibi ya dunia, walikokuwa mahasimu wao toka miaka na miaka, kumaliza wote walio weupe, kufagi baki ardhi tu kama jangwa. Maana siku zile hakutakuwa na majani, hakuna miti, hakuna maji wala visima. Kulia na kusaga meno, hakuna nguo, hakuna. Ni maisha ya kufikiria. Unaweza kusema inawezekana?
Naam, inawezekana. Nguo tunazo kwa sababu ya dhambi zetu. Toka mwanzo hazikuwepo nguo. Bwana kamuharibu yule mnyama akampa Adam akavaa kwa sababu ya dhambi. Watu saa hiyo hawatakumbuka tena kutamaniana kama unavyotamani. Mtu hatamuona mwanamke akamtamani kama unavyotamani. Mtu hatamuona mwanamke wa mtu akamtamani kama unavyotamani. Maana unajua hilo ndilo kosa lako kubwa. Kila wiki unaenda mbele kutubu ni uzinzi au tamaa mbaya. Kumtazama mtu umbile lake ukamtamani. Kumtazama mwanamke asiye mkeo ukamtamani. Kumtazama mume asiye mumeo ukamtamani. La kwa Mungu unataka uende. Tamaa ya namna hiyo mbaya ni wewe mwenyewe una dhambi hiyo peke yako. Wengine hawana tamaa kama ulio nayo. Wengine wameumbiwa miili mizuri. Huenda peke yako na mwili huu sidhani na wengine. Wengine wana miili kama binadamu. Akiamuru tamaa inatii, wengine haitii. Peke yako ndio unaenda kuhukumiwa na dhambi hiyo ya tamaa. Ninakupa pole. Nasema pole. Una bahati mbaya. Kwa nini unaabudu kama ni hivyo? Una bahati mbaya. Pole. Uwe na hakika kwa imani kwamba utatupwa jehanamu. Kwa sababu aendaye kwa Kristo awe na sura ya Kristo ndani. Na sura yako haileti uzuri wa mbinguni. Sura yako ni kama mtu wa dunia, ni sura ya Kikristo. Sio ya mtakatifu. Mtakatifu hana sura hii. Haangalii kama unavyotazama. Mtakatifu ni mtu baki. Utatambua huyo ana Yesu. Kwako kuna shahidi anayekujua siri zote. Hata nani asipokujua huyo hapa hakujui. Hata mkeo hajui kwamba una kahaba nje na umezaa nje. Hata mume wako hajui kwamba mtoto fulani sio wake. Maisha yako ni ya hofu na mashaka. Hata ungejitakasa, lakini dhamiri yako inakuambia una makosa. Dhambi hii inasimama mbele yako mpaka leo. Ukipiga magoti inasimama. Una mume mwingine nje wa akiba. Una mke mwingine na umezaa. Una maisha ya kujaribiwa siku zote. Mradi unaingia kanisani na shetani anaingia. Lakini dhambi unayo. Ila unabishana na Mungu. Aliye wa Mungu si mgumu kutubu. Aliye wa Mungu ni laini kwa maneno ya Mungu. Aliye wa Mungu humsikiliza Mungu. Aliye wa Mungu si mbishi. Aliye wa Mungu habishani mpaka mkakosana. Unalazimisha mtu asikilize ushuhuda wako. Aliye wa Mungu hana hasira kama ulionayo. Unapata hasira mpaka unatetemeka. Unapata hasira mpaka siku 2 usemi na ndugu yako. Hata ukisema nimekusamea akikukosea tena unamkumbusha, na siku fulani ulinikasirisha.
Useme kama utamwona Yesu kwa hali hii. Ninayo huzuni kwamba hutaingia. Mungu anachuja wateule sahihi. Anatayarisha kanisa takatifu, roho zilizotakaswa. Mbona uwe namna hii? Na pana wengine neno hili hunisumbua tu. Pana wengine hapa wana kesi, wameshitaki mwingine kwa sababu tu alikuvunjia vitu fulani, kwa sababu tu alikukopa hajakurudishia. Sasa ni miaka bila kufikiri ndugu yako alikukopa kwa ajili ya taabu. Alipopata alikosa njia ya kuzirudisha. Na ukikumbuka na watoto, apate wapi ndugu huyo? Ninalokusihi umsamehe na ukaifute. Nisipokusamehe na Mungu hata nisamehe, na ifuta kesi, uwe huru kwangu kama rafiki. Halafu umkopeshe Mungu deni hilo. Utaona unafanikiwa kama ni biashara. Kama ni nini utakwenda mbele. Kama ni jaribu, Bwana atapigana saa ya mwisho. Kama ni mauti isiyotoka kwa Mungu, Bwana ataiondolea mbali mauti hiyo. Na utasubiri mauti yako itakayoruhusiwa na Mungu tu. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Abuduni katika roho na kweli. Yesu yule aliyetuahidi anarudi. Baada ya kutaka kuipiga dunia, ndipo Bwana Yesu atakuja mara ya pili. Atakuja na mawingu. Dunia yote itakuwa na mwanga wa mbinguni. Watu wataona malaika hakuna hesabu. Watamwona mwana wa Adamu akishuka duniani, na wateule wote waliokuwa wamekwenda mara ya kwanza kama kanisa, waliokuwa paradiso. Yesu atakuja kuibadili nchi, umande utaanza. Atareign hapa paka kwa miaka kama 1000, na Biblia inasema miaka hiyo itapita kama kufumba na kufumbua. Wataisikia injili ya mhubiri mkuu, na wengi watazimia kwa ajili ya kutolisikia neno la Mungu. Watayambia na mawe ya hubiri. Kutakuwa na wakati wa kushangaza. Wakati wa shetani atakuwa amefungwa miaka 1000. Lakini mpingamizi yule mnyama na nabii wa uongo watakuwa wametupa motoni. Wamo wawili kwanza kabla. Baada ya miaka 1000, ikiwa bado tumo, tutawaona wote waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wakati wa dhiki kuu. Tutawaona nao watatawala na Yesu hiyo miaka 1000. Tutakuwa na wakati wa kutazamana na kushukuru. Ndipo Bwana Yesu atapaa nasi. Lakini wote waliokuwa wamezipata zile namba 666 nilizozieleza jana, watabaki hapa. Sisi tuliokolewa tutapaa tena kwenda kwa Mwokozi. Tumeokolewa, tutakwenda kwa Mwokozi aliyeokoa. Tutafuata huo wokovu umetoka wapi. Kwa hiyo Bwana amesema mtakaa pamoja nami. Ndipo hapo Bwana ataleta giza nene. Tetemeko litatoke ambalo halijakuwepo hata siku moja tangu dunia kuwepo. Ndipo atakapofufuka wale ambao hawajafufuka, waliokuwa wanaila dunia na wakafa, hata walisaliwa sala wakifikiri wameenda kwa Mungu.
Huwezi kwenda mbinguni kwa kusaliwa sala kwenye kaburi. Sala za kwenye kaburi ni theolojia tu ambazo tumetunga sisi wenyewe. Yesu mwenyewe, je, alikuwapo mchungaji aliyesali kwenye maiti yake, kwenye kaburi lake? Kaburi la Lazaro, pana mchungaji alikuja kusalia? Basi ujue, changamka, fungua macho yako juu, uone njia yake Kristo ikoje. Ndipo hapo hukumu itaanza. Kila jicho litaona, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri kwamba huyo ndiye alikuwa Mungu. Dunia haitambadilisha Yesu. Yeye ni Kristo. Wanadamu, manabii hawatambadili. Ana level Mungu. Mungu mkuu ni Mungu, full stop. Yeye ndiye aliandikiwa hayo, na hatua kwa hatua yalimpata, akakamilisha uungu wake. Twamwamini yule aliye na hakika na mamlaka na uwezo, aliyekwenda huko na huko akiponya wote, vilema na vipofu. Pepo wachafu walilia, wakaanguka wakikiri ya kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Na kwa imani huyu Yesu twamhubiri katika dunia, ya kwamba anastahili kuja na mawingu, na kila jicho si la wanadamu tu, hata jicho la anga litamshuhudia akishuka. Na halafu atapaa nasi, tutaishi naye Jerusalem. Miaka hakuna hesabu. Saa hii utaanza kujuta, kwa nini nilipokuwa duniani nilifanya hivi? Mungu nikumbuke. Wakati huo hakuna tena msamaha, wala hutarudishiwa ulichokiangusha, wala hata kumbuka. Wakati wa kujirudi ni leo. Nisemeje wana wa Mungu? Ila napenda twende pamoja. Lengo langu ni kuambia habari za huyu mtu, Yesu Kristo wa Mungu. Na kwa kupigwa kwake sote tu moja. Funika macho. Ninakuombea tu, kama ni injili umeisikia, kama ni siku za nyuma nimekueleza, sina deni kwako mtu wa Mungu. Mungu atusaidie sote muishi salama na watoto wenu. Ishi vizuri na mchungaji, ishi vizuri na mmeo, ishi vizuri na mke wako. Msamehe mke wako kama akikukosa. Msamehe mme wako, ni binadamu tu. Sameheaneni ninyi kwa ninyi. Wakati huu ndio wa kuachiliana. Mungu Masia, naiombea nchi yetu. Namwombea Rais Mkapa. Namwombea Sumai, waziri mkuu. Namwombea makamu wa rais Sheni. Namwombea rais wa Zanzibar Karume. Mungu, kumbuka nchi yetu na kuiheshimu, iendelee kuwa na utukufu wa amani. Naombea mkuu wa mkoa Dodoma,
Namwombea RPC, mkuu wa jeshi la amani katika mkoa huu, na OCD katika wilaya yote, na watu wote wanakaa salama kwa sababu ya OCD. Na waweka mikononi mwako, hao ni watumishi wako. Wabarikie Mungu, wakumbushe tu ya kwamba siku moja Bwana Yesu anakuja. Mungu libariki jeshi letu la polisi, ni jeshi zuri mno. Mungu, wanadamu hawajui, wasemalo wasamehe, maana hulaumu hata watu wanaowalinda. Hawawezi kufikiri kwamba wanaogundulika na makosa ni watu binafsi, lakini sio jeshi la polisi. Libariki jeshi la vijana wetu, wanasumbuka kukaa gizani wakikesha, sisi tumelala. Watulize moyo, utawalipa tu, laiti wangeokoka. Mungu, linda jeshi letu la wananchi, walinde makamanda wa nchi yote Tanzania, majenerali na watu wote vijana wanaotushindania kutulea mipaka yote ya nchi. Mungu, walinde madokta wote, najua utawaheshimu siku ile, madokta wote, maprofesa, kwa sababu wanahangaika na watu dhaifu, wagonjwa. Ni kazi njema, na manesi wote, watumishi wako, wasaidie tu Mungu katika maambukizi ya magonjwa, kwa sababu wanawahangaikia wagonjwa wenyewe. Mungu, walinde walimu wote wa shule ndogo na kubwa,